Mkutano wa mjambo. Hamjambo tena. Hebu tusalimiane salamu ya mapenzi na sisi kuwa pamoja makutano. Asante sana. Ndugu zangu na dada, sisi tumekuja hapa Meru kwa sababu tatu tu. Ya kwanza, kusalimia ndugu zetu na dada wa pande hii ya Kenya. Lakini tukiwa na hiyo salamu, polisi sasa ruhusa yenu, kwa sababu mimi na ndugu yangu huyu Peter Munya, vyama vyetu ya Jubilee, na mnajua Jubilee inaongozwa na rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sasa chama chetu cha Jubilee tumeamua kufanya kazi na chama cha PNU. Sasa mimi nataka kuwauliza hivi wa ndugu zangu, mnatupea idhini mimi na Munya tutembee pamoja? Hebu nionyeshe idhini yenu kwa mkono kabisa. Asante. Sasa leo nimepata declaration ya makutano, idhini rasmi kutoka kwenu kwamba mimi na Munya tufanye kazi pamoja, tukitembea pamoja kuleta mabadiliko hapa. Jambo la tatu, nchi yetu hii ya Kenya, tuseme ukweli vile viongozi hawa wamezungumza, vile Karo ameeleza hapa, mjumbe wetu mtarajiwa, vile gavana wetu mtarajiwa amesema hapa, sometimes unaona tunashughulikia mambo ambayo hayana maana na manufaa kwa wananchi. State Lodge ama State House ni starehe ya mkubwa wa nchi, na unajua hakuna haja ya kujenga nyumba ya president kulala hapa, kwa sababu Meru wametengeneza mahoteli hapa. Rais akizuru hapa anaweza kulala kwa hoteli, ili ape watu wa Meru biashara. Hiyo pesa ya serikali alipe hoteli, hiyo pesa atumie kujenga hata hiyo dual carriage. Anasema situtumie pesa ile tunachukua kutoka kwa kodi kwa maslahi ya wananchi na kusaidia watu wetu. Hii kasumba ya kujishughulikia kwa viongozi kuangalia maslahi yao ndio imeelekea nchi yetu kuingia mahali pa ugumu kama sahihi. Nikiongea hivi, ndugu zangu na dada, zaidi ya shule 30 Kenya zimefungwa kwa sababu hata walimu wakuu wa shule wako na shida. Ile capitation ya kuingia kwa shule haingii, hawana jinsi vile wanaweza kutunza na kuweka watoto kwa shule. Mashule inafungwa. Ukiangalia kwa afya kuna shida. Ninyi wenyewe mnajua wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tuliweka mikakati ya kupeleka pesa kwa shule na tulikuwa tunasimamia shule vizuri na elimu ikiwa inasimamiwa vyema. Sasa hawa ndugu zetu kazi yao ni kupoteza pesa ya umma, kuhonga na kupora nchi. Mliona Nairobi jana, mtu mmoja Nairobi, mfanyakazi wa umma, anashikwa akiwa na milioni 65 pesa taslimu. Hao watu wamepora nchi, hawajaipora? Si wamepora nchi, wamemaliza? Ndio tunawaambia, hiyo ndio sababu yetu kusema waende wafanye hii tamu yao moja, waende, kazi imewashinda. Wangapi mnakubaliana na sisi? Kwa sababu ufisadi huo ndio umeelekea kwa sekta ya elimu, ndio umeelekea kwa sekta ya usalama. Usalama wa nchi yetu umezorota. Hapa Meru, hapa mahali tu wananchi 144 wameuawa miezi miwili tu kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Na wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulikuwa tumekubaliana tutengeneze buffer ile ya kutrain jeshi na kuweka watu huko kulinda watu wetu wa Meru. Sasa badala ya kutumia pesa kujenga starehe hapa State Lodge ya kujishughulikia yeye mwenyewe kama rais, si hiyo pesa itumike basi kutengeneza ile buffer ya kujishughulikia wananchi na usalama wa watu wetu. Hawa ndugu zetu, sisi wananchi tunataka muelewe hivi. Sisi hatuna chuki na mtu, hatuna shida na mtu yeyote. Yetu tunauliza maswali kwa sababu ya huduma mbaya na usimamizi mbaya wa serikali. Sisi tuko tayari na nyinyi mnatuelewa, wengi wenu mnatujua. Nilikuwa hapa katika sekta ya elimu, mliona kazi yetu vile ilikuwa. Hiyo ndio kazi mimi naomba mnipe nafasi ninyoroshe hii kitu ipangike mzuri, nchi iende mbele. Ama namna gani? Wangapo wanasema niingie ninyoroshe mambo. Ndio tunataka, kwa sababu tunatafuta mabadiliko, kwa sababu wameshindwa kuongoza nchi. Shule zimefungwa, watoto wetu wanachomeka kwa shule, na hata wakubwa wenyewe hawashughuliki. Mheshimiwa Rais wa nchi hata aendi kwa shule, watoto wetu wamekufa kule, wengine wamechomeka pale 21. Hana haja. Haja ni kuomba watu
kupea watu pesa, kuita watu State House, kuwaonga kila siku. Budget kubwa inapelekwa State House. Unahitaji 17 billion kufanyia nini State House? Na wananchi wanasumbuka hapa. Mimi nawaahidi na nimesema hapo mbeleni, majaliwa ya Mwenyezi Mungu nyinyi mkikubali, kwa sababu nyinyi ndio wakubwa. Mimi siwezi kuchukua budget kama hiyo State House. I will cut it by almost 80%. Ili pesa iende kwa elimu, pesa iende kwa afya, watoto wetu watumikie. Wananchi tunakubaliana? Sisi tunaomba nafasi ya kutumikia nchi yetu ya Kenya. Na tuna nia njema na tuna mipango mizuri. Hatuenezi chuki, hatutaki watu wetu wapigane. Mimi nawaomba ndugu zangu na dada hapa Meru, tuendelee kuishi vile tunavyoishi hapa. Meru hii ndio sura kamili ya Kenya. Hata kuna watu wanafanya kazi kutoka kwa kaunti yangu wanaishi hapa na wanajivunia, wanakaa hapa na amani. Ndivyo sisi tunataka kuishi. Hata hii siasa ikiingia, tufanye siasa na heshima, tufanye siasa na amani, na tuheshimu nchi yetu na wale wengine wote ambao wanatafuta vitu. Sasa nawaomba kwa mwisho, tafadhali ndugu zetu, nyinyi ndio mnatoa hii kazi. Ninaweza kuja hapa nizungumze mara 10, mara 11, lakini kama nyinyi hamwezi kunipea kazi, mimi nimekuja kubisha mlango hapa Meru. Nimeleta application yangu. Mtanipea kazi? Na pia ninasema huyu ndugu yangu Munya, tumetembea na yeye, tumefanya kazi pamoja, ni mtu mimi najua, and I can confidently say is somebody who can serve you better than you are being served now. Na waomba tafadhali, mtuunge mkono, tutembee pamoja, tulete mabadiliko, na hawa viongozi wengine wote tuko nao hapa, na tunawaahidi we will not let you down. We will not let you down. Nataka kuwauliza jambo la mwisho. Niambie kwa hakika, mtatuunga mkono? Nionyeshe wale tuko kwa wanda tunataka mabadiliko. Haya, makutano harambee. Harambee. Basi ile ujumbe mimi nitapeleka mahali naenda ni kwamba Meru imeamua, muko one term na mnataka mabadiliko, na mimi na Munya tuko mstari wa mbele kwa hayo mabadiliko, kuleta maisha mema kwa nchi yetu, na tutawapea huduma ambayo mtajivunia kama wananchi wa nchi yetu ya Kenya. Mungu na awabariki. Asante sana. Asante sana. Sasa tulikuwa na ndugu wengine wawili hapa wanasema hawakusalimiana. Jina na kazi. Makutano Ahora